Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda nikusalimu kwa jina la Bwana wa majeshi. Kwa majina yangu naitwa Apostle Stanley Charles. Ninakuletea tena neno la uzima siku ya leo kupitia masafa ya Kisi FM. Na kabla sijaweza kuendelea, ninaomba niweze kuomba mbele za Bwana. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku njema ya leo. Umenipa tena kibali, Mungu wa uzima, kuyaleta maneno yako katika madhabahu yako hii. Ninajua wasikilizaji wako tayari kupokea kile ambacho Baba tena umenituma siku ya leo. Na neno lako hakika ni kweli na uzima. Nami ninaliachilia hilo neno lako sasa kwa ajili ya kutimiza yale yote uliyoyakusudia. Yote kwa yote Baba, ikawe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nikiomba, nikiamini, nikiomba na kushukuru. Amen. Unaweza ukawa unajiuliza, ni nani anayezungumza sasa? Ni mimi Apostle Stanley Charles wa kanisa la Gospel Revival. Ziko habari njema tena ambazo Mungu amenituma nipate kukuletea. Na hizi ni habari njema zitakazokwenda kubadilisha moyo wako. Na hizi ni habari zitakazokufanya wewe ufike kwenye hatima yako. Lipo somo ambalo Bwana amenituma niweze kuzungumza na wewe unayenisikiliza. Somo langu la siku ya leo linazungumza kwa habari ya kushughulikia mifumo. Ninapozungumza mifumo, siku zote mifumo ni vitu ambavyo vilitengenezwa toka enzi na enzi. Mifumo ndiyo inayotufanya hata leo hii tunashindwa kufika kwenye hatua ya mafanikio yetu. Mifumo leo hii ndio inayotuchelewesha tusifike kwenye yale ambayo Bwana ametukusudia kuweza kufika. Kwa nini ninazungumza kwa habari ya mifumo? Mifumo ni vitu ambavyo vimetuchelewesha wengi, watumishi wa Mungu, wengi watu wa kawaida, wengi ambao wanasema wameokoka lakini bado wanaishi kwenye sistimu ya mifumo. Biblia yangu inaniambia nini kwenye kitabu kile cha Kutoka? Mifumo ilikuwepo, mifumo ya miungu ya mababu na mababu. Mifumo ilikuwepo, miungu ya mabibi na mabibi. Tukatembea kwenye hiyo mifumo, tukatembea sana. Na hiyo mifumo ikatupelekea hata tukashindwa kufika mahali ambapo tunapaswa kufika. Maneno ya Mungu yanasema kwenye kitabu cha Kutoka 23:24, anasema hivi: usisujudie miungu yao wala kuitumikia, wala usitende mfano wa matendo yao. Anasema usisujudie miungu yao wala usifuatishe mfano wa matendo yao. Kuna jambo ambalo unapaswa ujifunze hapa. Ni kitu ambacho unapaswa uelewe. Wana wa Israeli walipokuwa wanakwenda mahali Mungu ambapo amewaahidia kwenda, Mungu anawaambia ya kwamba pamoja mnakwenda huko, lakini mtakutana na watu wa kabila hili na watu wa namna hii. Anasema msije mkasujudia miungu yao wala kutumikia wala kufanya mfano wa matendo yao, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa umekosea. Sasa ninazungumza kwa habari ya mifumo. Leo hii tumekuwa tukibebwa na mifumo ambayo tulikuta ya mababu zetu. Leo hii tumekuwa tunapita kwenye mifumo ambayo ilikuwa ni ya bibi zetu. Leo hii tunajikuta tunapita kwenye mifumo ya kiukoo, na hata imefika hatua ile mifumo inatuzuia tusifike kwenye mafanikio yetu. Kuna mifumo fulani ya kikabila. Kuna mifumo fulani hivi ya kifamilia. Kuna mifumo fulani hivi ya mkoa ulikotokea. We mwenyewe unajijua. Kuna mifumo fulani ambayo inakufanya unashindwa kufika mahali. Hakuna mfumo usiokuwa na ufalme. Na ndio maana Paulo akasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Juu ya wakuu wa giza katika ulimwengu wa roho. Juu ya falme, ina maana ziko falme na mamlaka. Na hata katika mifumo kuna falme na mamlaka zinazotawala mifumo. Nazungumza tena, katika mifumo kuna ufalme na mamlaka zinazotawala mifumo. Ukiangalia, hakuna mfumo usiokuwepo na mtawala. Hakuna mfumo usiokuwepo na kiti cha kimfumo. Hakuna mfumo usiokuwepo na fimbo ambayo inaongoza huo mfumo.
Hakuna mfumo usiokuwepo na baraza la wazee wa mfumo. Hakuna mfumo usiokuwepo na msingi wa kiti cha huo mfumo. Hakuna mfumo usiokuwepo na wajumbe. Hakuna mfumo usiokuwepo na raia. Kila kitu hiki ambacho ninachokizungumzia cha kimfumo, kuna namna na kuna ngazi ambazo zinatawala huo mfumo. Heri amantarabados kapa. Leo hii inawezekana kuna mfumo wa wazee fulani unafuatilia maisha yako, mfumo wa chimbuko ulikotoka unafuatilia maisha yako. Tunakwenda kinyume na hiyo mifumo sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu, na hiyo mifumo ikapate kukuachilia, na hiyo mifumo ikaachilia maisha yako. Kila wazee wa kimfumo ambao wanatawala kwenu lazima waachilie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Leo unakuta mtu anakuambia siwezi kurudi kijijini kwetu kwa sababu nikirudi tu kijijini kwetu kuna changamoto 1, 2, 3. Hizo ni roho za kimifumo. Mwingine anakuambia pamoja natamani sana kwenda kujenga nyumbani, lakini naogopa kujenga nyumbani kwa sababu wote waliojenga nyumbani walikufa. Hizo ni roho za kimifumo, lakini leo tutazishughulikia hizo roho za kimifumo, na ninakuahidi ya kwamba utakwenda kujenga kijijini kwenu, utakwenda kujenga nyumbani kwenu. Nisikilize nikwambie, hii mifumo ilikuwepo toka enzi na enzi. Kuna magonjwa ambayo yanatembea paka kwenye mifumo. Kuna mambo ambayo yanatembea paka kwenye mifumo. Yuko mtu mmoja ambaye huwa ninapenda kumwangalia kwenye Biblia, anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu aliambiwa ya kwamba na Mungu hatoke kwenye mifumo ya kwao, ndipo Mungu akambariki. Akaambiwa kabisa, Ibrahimu, toka wewe kati ya ndugu na jamaa zako, uende mpaka mahali ambapo mimi Bwana ninataka uende, na hapo ndipo nitakapokubariki. Tunaona ya kwamba Ibrahimu alipochukua hiyo hatua akatoka kwenye mifumo. Tunafahamu Ibrahimu baba yake alikuwa ni mzee Tera, na mzee Tera alikuwa ni mzee anayeabudu miungu. Kwa lugha nyingine naweza nikasema alikuwa ni mganga wa kienyeji, na Ibrahimu alikaa kwenye mifumo ya huyo baba yake. Ilifika mahala walikuwa ni watu ambao ni wachungaji na wafugaji, walikuwa wanahamahama kutafuta malisho ya mifugo yao. Wakahama. Kuna mahali wakaenda wakahamia panaitwa Haran, lakini hapo ndipo ambapo baba yake alifia hapo. Ibrahimu alitaka kukaa kwenye makaburi alipo baba yake, lakini Mungu akamwambia Ibrahimu, toka hapo Ibrahimu, nenda mpaka mahali ambapo mimi Mungu ninataka nikakubarikie. Tunaona Ibrahimu akafanya hivyo, na ndipo tunakuja kuona Ibrahimu anakuja kuongezwa na kuzidishwa mpaka kuitwa baba wa imani. Ina maana baba wa imani isingekuja ili jina kama angeng'ang'ania kukaa kwenye mifumo iliyokuwepo anatembea nayo baba yake. Nisikilize nikwambie, mtu wa Mungu, kitu ambacho hujajua, mifumo huwa inatembea kwa kurithi. Baba anaweza akapita kwenye mfumo huu na watoto wakapita. Hata Biblia inasema baba zetu walikula zabibu mbichi, watoto wametiwa na meno ya ganzi. Tunajua ya kwamba kuna dhambi zinaweza zikafanywa na wazee wetu, na yale mateso yakaja yakatembea na sisi. Ukitaka kujua kwa nini nazungumza kwa habari ya vitu hivi vya kimifumo vinarithi, angalia mfano huu. Tunatambua ya kwamba Sara alikuwa na miaka 39, alikuwa tasa, alichoka kabisa na alishindwa kabisa kuzaa. Hata ikafika hatua akamshawishi mumewe aweze kuzaa na kijakazi. Tunaona ya kwamba mpango huo pamoja na hayo yote ukafanikiwa, lakini tunakuja kuiona hiyo mifumo ilikuja ikatembea mpaka kwa mtoto wao Isaka. Naye Isaka alipompata Rebeka, naye alikuwa tasa. Ukisoma Biblia yako kwenye kitabu cha Mwanzo 25 mstari ule wa 21. Lakini haikuishia tu kwa Isaka. Isaka akaja akapata watoto baadaye sana, ambao alikuwepo Yakobo na Esau. Tunakuja kuona Yakobo naye alikuja kumpata mwanamke anayeitwa Raheli, naye Raheli alikuwa tasa. Mifumo ile ile inatembea, akamshawishi Raheli Yakobo aweze kuzaa na Biha ambaye alikuwa ni kijakazi pia. Makosa yale yale yaliyofanywa na mababu na mabibi ndio yanakuja yanatembea mle mle. Tunakuja kuona ya kwamba mifumo inatesa. Kuna namna fulani unaweza usielewe nini ninachozungumza, lakini mifumo huwa ni roho kamili inayotembea, ni
roho yenye mfumo wa kimnyororo, inatembea kizazi na hata kizazi. Kuna tabia unayo, unaweza ukawa unajiuliza, hii tabia nimeitoa wapi? Mbona ni tabia mbaya? Ninaye mke wangu lakini nashindwa kulizika na mke mmoja. Kuna mifumo, ukifuatilia babu yako na yeye alikuwa na tabia hizo hizo, alitembea kwenye mifumo hiyo hiyo. Kaa chini, fuatilia juu ya hiki ninachokwambia na utaelewa. Nisikilize nikwambie, Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Ezekieli sura ile ya 16 mstari wa 44, kama mama alikuwa kahaba, kuna uwezekano binti naye akaja kuwa kahaba. Ni mnyororo unatembea, maana maandiko yanasema hivi, tazama, kila mtu atumiaye mithali atatumia mithali hii kinyume chako, kusema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo binti yake alivyo. Narudia tena, Ezekieli 16 mstari wa 14 nasema, tazama, kila mtu atumiaye mithali hii atatumia mithali hii kinyume chako, akisema, kama mama ya mtu alivyo ndivyo binti yake alivyo. Kuna tabia fulani hivi tunazo au unayo kabisa, ukiangalia unaona kabisa kwamba hii ni tabia ya kimfumo. Kuna namna fulani, mama yangu ana tabia kama hii, baba yangu ana tabia kama hii. Kuna kitu fulani unakiona, kuna kitu unakiona. Petro wa kwanza mstari wa kwanza 18 anasema hivi, nanyi mfahamu ya kwamba mmekombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mienendo yenu isiyofaa, mlioipokea kwa baba zenu. Anasema mpate kutoka katika mienendo isiyofaa, mlioipokea kutoka kwa baba zenu. Kuna mienendo fulani inawezekana unayo, ambayo uliipokea upande wa kwa baba, uliipokea upande wa kwa mama, lakini maandiko yanasema hivi, hiyo ni mienendo isiyofaa mlioipokea kwa baba zenu. Lakini mfahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa fedha wala si kwa dhahabu, isipokuwa mlikombolewa kwa jina lipitalo majina yote, nalo ni jina moja tu, ni jina la Yesu Kristo. Yesu ndiye aliyetukomboa, tukatoka kwenye hivyo vifungo, tukatoka kwenye hiyo mifumo. Ina maana leo ninatangaza habari hizi ya kwamba yupo Yesu Mnazareti anayekwenda kukutoa kwenye mifumo ambayo unapitia. Yupo Yesu Mnazareti anayekwenda kukutoa kwenye hiyo mifumo ya kiukoo. Yupo Yesu Kristo Mnazareti anayekwenda kukutoa kwenye hiyo mifumo ya kimiungu. Yupo Yesu Mnazareti anayekwenda kukutoa kwenye hiyo mifumo ya tabia za kurithi. Yupo Yesu Kristo anayekwenda kukutoa kwenye hiyo mifumo ya kichawi. Yupo Kristo, ninamtangaza majira haya na wakati huu. Heri amantarabados kapate likaramandeli ya baskepora badosa pa. Neno la Bwana linasema kwenye Yeremia 30 mstari wa 8, na itakuwa siku zile, asema Bwana wa majeshi, nitaivunja nila yake itoke shingoni mwako, nami nitavipasua vifungo vyako, wala wageni hawatakutumikisha tena. Narudia tena, wala wageni hawatakutumikisha tena. Wageni wa kimifumo hawatakutumikisha tena, maana maneno ya Bwana yanasema, na maneno ya Bwana ni dhahiri, na maneno ya Bwana ni kweli. Kama yeye Bwana anasema ya kwamba hakika hatutotembea tena kwenye hivyo vifungo vyao, hatutotembea tena kwenye hayo maagizo yao, hatutotembea tena kwenye hizo mila zao. Ninakataa leo mila na desturi ambazo zimeyakamata maisha yako, mifumo ya mababu yako ambayo inakuzuia usifanikiwe. Na hata wengine imefika hatua mababu zenu wanawapigia simu, wanawaambia usiporudi kijijini hautakaa ufanikiwe. Leo tunakwenda kukutoa kwenye hiyo mifumo. Hao mababu wanasema, lakini yupo mzee wa siku moja ambaye ni Baba yetu wa mbinguni. Yupo mzee aliyeshiba siku ni moja, ambaye ana uwezo na nguvu wa kuyabatilisha hayo maneno yao, ya kubatilisha hayo matamko yao, ya kubatilisha hayo waliotamka juu ya maisha yako, maana maneno ya Mungu ni kweli na amina.
Neno la Bwana linasema kwenye Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7, baba zetu wametenda dhambi hata hawako, nasi tumeyachukua maovu yao. Ukiangalia andiko hili anaposema baba zetu wametenda dhambi lakini hawapo, lakini sisi tunatembea kwenye maovu yao, ina maana kuna mifumo inatulazimisha